Kwa hivyo nikiwa hapa najisikia niko nyumbani kabisa, na nimekuja kutembea Meru. Nimekuja ziara ya kitu ambayo inaitwa listening tours. Kawaida wanasiasa katika nchi yetu ya Kenya wanakaa chini kwa boardroom, wanajipanga. Hawaongeleshi wananchi na kujua shida za wananchi ni nini. Mimi nimeamua ya kwamba mimi nataka kuwa rais wa kila mtu na wa watu ambao naelewa shida zao. Kwa mimi nikuja Meru nikae chini na wananchi wa kawaida, sio wadusi ama babi ama wakubwa kubwa. Nikae chini na wananchi wa kawaida niwaulize, wewe nikiwa rais na unataka nikufanyie nini? Ndio waniambie shida zao. Waniambie kuna barabara hapa, kuna shida ya maji hapa, kuna shida ya miraa hapa, kuna shida ya majani hapa, kuna shida ya hii hapa, vijana wana kazi hapa, factory tutafanya hivi. Ndio mimi nikipanga mikakati yangu ya kuweza kuwahudumia na hudumia watu ambao naelewa shida zao. Sio mimi kukaa kwa boardroom nikifikiri najua shida ya watu wa Meru. Lazima tupindue uongozi katika nchi yetu ya Kenya. Tunataka viongozi ambao wanaweza kuwahudumia wananchi, sio viongozi ambao wanawatumia wananchi. Wacha nirudie hiyo. Tunataka viongozi ambao wanahudumia wananchi, sio viongozi ambao wanawatumia wananchi. Kwa sababu tumekuwa na viongozi wa kuwatumia wananchi. Mimi nimeangalia Kenya nzima. Kenya yote iko na 47 counties. Nikasema nitaanza my listening tours ama mikutano ya kuwasikiza wananchi. Sikusema naanzia mahali pengine, nikasema my official start itakuwa Meru. Kwa sababu Meru means so much to me. Na mimi najua Meru ni watu wajanja, ni mashujaa, ni watu wanaelewa na ni watu wenye roho nzuri na watu ambao wananipenda. Ningeenda Kisumu, ningeenda Turkana, ningeenda Makueni, ningeenda Kwale, ningeenda Kisii, ningeenda hata Nairobi, ama Mombasa, ama Nakuru, lakini nikasema nitaanza mpango wangu wa siasa wa listening tours hapa katika jimbo la Meru, kwa sababu ya heshima ile nimepatia watu wa Meru. Jambo la pili ni kusema ya kwamba mimi nataka kuambia wa Meru ya kwamba Kenya yetu mahali imefika kwa shida. Na ndio nikasema lazima tubadilishe hali yetu ya maisha. Na mimi naleta mfumo unaitwa mambo ni fresh na Mutua. Mambo lazima yawe fresh. We must start afresh in our country. Because tukiendelea vile tulivyo, ukiangalia pale mbele hauoni vijana wakipata kazi. Mimi nimeangalia pale sioni kijana akipata kazi. Mimi naona tu kijana akiuawa. Mimi sioni vijana wakiingia kazini wakipata pesa. Naona vijana wakitumiwa tu kuchoma barabara. Mimi sioni wasichana wetu wakiwa pale wakipewa kazi. Naona wajane tu wanaachwa, mabwana wao wameuawa, watoto wao wameuawa kwa barabara. Hapo ndio Kenya imetufikisha. Hakuna mpango naona pale mbele. Mimi nilifanya kazi chini ya Rais Mwai Kibaki. Na Mwai Kibaki alikuwa na uhusiano na ana uhusiano mzuri na wa Meru. Na tukafanya mikakati ya miradi mingi hapa Meru iweze kuwasaidia. Mimi nataka kurudisha wa Meru kwa ule mpango wa Kibaki, na niongezee hata chumvi, na niongezee kachumbari, na niongeze ikuwe even better than what Kibaki was doing in Meru. Kwa sababu wakati umefika. The Meru people deserve their rights. It is not a favor. You contribute to this economy. Ni kwa nini mambo ya Meru imeenda hivi hivi? Kazi yenu ni kutumiwa tu kisiasa. Kutumiwa tu kisiasa. Kwa hivyo mimi nimesema lazima nije hapa niwasikize, ndio turudishe Meru community mahali ilikuwa wakati wa Mwai Kibaki, ambaye mlimpenda na ambaye nilimhudumia wakiwa na Mudhaura na wengine wote katika harakati hizo. Ningependa kusema ya kwamba pia mimi nikija Meru, mimi sikuji kama wanasiasa wa kawaida au national government. Mimi sikuji kama wale wengine wanakuja hapa, wanakuja na kwenda. Nilikuja jana, nikaenda nikamuona deputy governor kwa sababu Mheshimiwa Kiraitu Murungi is out of town, anakuja leo. Alikuwa ameenda kushughulikia mambo ya majani, akani welcome vizuri. Mimi nilifanya kazi na Mheshimiwa Kiraitu Murungi, nampatia heshima sana. He was a very good minister for justice wakati tulianza hapo wakati wa Mwai Kibaki.
He is my colleague in the Council of Governors. Nimekuja hapa, nimeshamweleza nakuja hapa. Nimeeleza viongozi wengi wa Meru ya kwamba mimi nakuja hapa. Mimi sikuji hapa kuongea kuhusu kiongozi huyu ama kiongozi huyu ya Meru, hapana. Mimi si mtu wa kuongea kuhusu watu wengine. Mimi nakuja kuongea kuhusu mikakati yangu na mipango yangu. Lakini mimi sio wala watu wakuja na kwenda ati nakuja gudu na helikopta, anawaambia alafu anaingia ndege yake gudu anaenda kulala Nairobi. Unaelewa shida za watu namna gani kama unakuja na kwenda? Hata bibi nyumbani huwezi kuwa unaingia tu unafanya kazi alafu unaondoka. Lazima ukae nyumbani.